katika jina la Yesu. Mchapie Yesu makofi kwa Bwana Yesu. Ninasema mchapie Yesu makofi katika jina la Yesu. Haleluya. Msalimie jirani yako, mwambie Mungu anakupenda. Mwambie tena kwa mara nyingine, mwambie Mungu anakupenda na anakuwazia mawazo mema siku zote katika maisha mwako. Haleluya. Praise Lord. Leo tunaenda kujifunza maneno ya Mungu. Somo, kichwa cha somo kinaitwa usitumie maombi ili kupata vitu. Usitumie maombi ili kupata vitu, bali tumia maombi kuzijua njia za Mungu. Bali yatumie maombi ili kuzijua njia za Mungu. Haleluya. Chapia Yesu makofi katika jina la Yesu. Amen. Neno la Mungu linasema tunaomba vibaya na hatupokei kwa sababu tunaomba nini? Vibaya. Amen. Siku zote Mungu humpatia mtu kile ambacho anachostahili. Tarudia tena. Siku zote Mungu anampatia mtu kile ambacho anachostahili. Anasema ombeni mtapewa, tafuteni mtafanyaje, na tena anasema bisheni mtafanyaje? Mtafunguliwa. Chapie Yesu makofi. Mungu huwapatia vyema watoto wake katika jina la Yesu. Ninatangaza Mungu akupatie leo kumema katika maisha yako. Narudia tena, Mungu akupatie mema katika maisha yako. Kama vile ambavyo mzazi huwapatia watoto wake vilivyokuwa vyema, na wewe ni mtoto wa Mungu, Mungu akupatie leo kwa mema katika jina la Yesu. Na Mungu akupatie mahitaji yako katika jina la Yesu. Mwaka huu usipite Mungu hajakukumbuka. Ninarudia tena, Mungu akukumbuke mwaka huu. Mungu akutane na haja ya moyo wako katika jina la Yesu. Ninatabiri Mungu akuinue katika jina la Yesu. Yale maombi uliyoomba kwa muda mrefu Mungu akupatie katika jina la Yesu. Yale machozi ambayo uliyomlilia Mungu kwa muda mrefu Mungu ayafute machozi katika jina la Yesu. Ninasema Mungu akukumbuke katika damu ya Yesu Kristo. Ukumbukwe na Mungu katika jina la Yesu. Mungu akakupandisha viwango vya kiroho katika jina la Yesu. Mungu akupandisha viwango vya uchumi katika jina la Yesu. Mungu akapanua mipaka juu ya maisha yako. Mungu akupe biashara ya kuweza kufanya. Kila ambaye hana kitu cha kufanya Mungu akakupatia kitu cha kufanya. Ninasema Mungu akupatie kitu cha kufanya. Wewe utakuwa utaajiri, hutoajiriwa. Nasema utaitwa bosi katika jina la Yesu. 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 Nasema Mungu atakupandisha viwango. Atakupa miradi mikubwa. Atakupa biashara kubwa. Utaajiri wafanyakazi. Utaajiri wafanyakazi. Mungu akupandishe. Ngoja nikwambie, Mungu kutembea na mtu mwenye maono. Sema mwenye maono. Haleluya. Mungu hawezi kukupatia kitu ambacho usichokuwa na maono chako.
Amen. Nitakupa kitu kidogo tu wakati tokea nikiwa mdogo. Tokea nikiwa mdogo, maono yangu na kile kitu ambacho kilikuwa ndani yangu ni kuwa mfanyabiashara mkubwa. Amen. Na tokea nikiwa mdogo mimi nilikuwa nachukia kuajiriwa. Amen. Nilikuwa nachukia kufanyaje? Kwa sababu gani? Ndani mwangu nilikuwa nasikia mimi ni bosi, nifungue miradi halafu mimi niajiri, sio niajiriwe, katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa kila mtu ana maono yake, na hata kama wao wanatamani kuajiriwa, sio mbaya, ni utukufu wa Mungu tu. Hawezi kuwa kama mtu mwingine jinsi alivyo, lakini Mungu anampatia mtu sawasawa na kile ambacho unachotaka. Unaona nini ndani mwako? Amen. Hawezi kupatiwa package ya bosi ya kwako. Kila mtu ana package yake katika jina la Yesu. Tafuta package yako, alafu ukitafuta package yako ukijua iko wapi, ishi kwa kuifuata hiyo package yako. Naongea na mtu sio kama anaelewa. Amen. Naambia tena, ishi kwa kufuata package yako hiyo. Amen. Haleluya. Lakini huwezi kufuata package kama usipoijua. Lazima uweze kujua ndani mwako kuna nini, maono yako kuna nini. Yaandike maono yako. Sikiliza, andika nini? Maono yako. Ukishaandika maono yako, ndoto yako, alafu anza kutembea kuifuata katika jina la Yesu. Natamani Mungu akuinue katika jina la Yesu. Nasema natamani Mungu akuinue katika jina la Yesu. Natamani nikiona kila mtu akiwa na biashara yake katika jina la Yesu. Natamani kuona kila mtu akiwa amefungua biashara yake katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu inawezekana. Neno la Mungu nasema inawezekana kwake yeye aaminiye. Tembea katika ndoto yako. Lazima jiulize, yule aliyeweza kwa nini wewe siwezi? Sema aroho. Punga mkono katika jina la Yesu. Yule aliyeweza kwa nini wewe siwezi? Naamini ukiamua inawezekana. Praise Lord. Naambia tena, ukiamua inafanyaje? Inawezekana. Amen. Hata kama unaona bado mambo hayajakuwa sawa, ipe muda, kwa muda mdogo tu. Inawezekana tu. Lakini haiwezi kuwezekana kama hujachukua hatua. Amen. Narudia tena, haiwezi kuwezekana kama hujachukua nini? Chukua hatua. Amen. Narudia tena, chukua nini? Hatua. Praise Lord. Amen. Na ndio maana kichwa kinasema tusiombe tu ili kuweza kupata vitu, si ndio? Lakini kitu kikubwa, omba kuzijua njia za nani? Njia za Mungu. Faida, ukijua njia za Mungu, utaomba sawasawa na makusudi ya Mungu aliyokusudia juu ya maisha yako. Chapeni Yesu katika jina la Yesu. Amen. Naambia tena, sikiliza kwa makini. Usiombe tu ili upate vitu kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Unajua maana yake nini? Unaweza ukaomba kwa kutumia akili yako, ukamwambia Mungu nipe kitu fulani. Kumbe makusudio ya Mungu anataka akupandishe zaidi. Lakini wewe unaomba vitu vidogo vya chini. Lakini ukiomba sawasawa na makusudi ya Mungu, ukajua njia za Mungu, maana Roho Mtakatifu atakubebesha mzigo. Utaanza kujisikia wewe ni mtu fulani, na utaanza kuombea kile ambacho unachojisikia. Nasema Bwana akufunulie wewe ni nani katika jina la Yesu. Naona hujaelewa. Mungu akufunulie wewe ni nani katika jina la Yesu. Mungu akufunulie wewe ni nani mkubwa. Mungu aanze kukuonesha kuwa wewe utakuwa na miradi mikubwa, na uanze kujiweka
malengo yako. Sema aya. Haleluya. Na ndio tunaweza kujua tunakiwa na nini? Na malengo yako. Huku unaweza kitu gani cha kufanya? Biblia inasema mnaweza nini juu ya Mungu? Ikiwa tunaweza juu ya Mungu na Mungu anakuwazia mawazo mema. Tafuta wazo jema kutoka kwa Mungu. Na rudia tena, tafuta mpango wa Mungu. 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 Ninaona kuna watu wanaenda kuinua. Ninaona mwaka 2027 watu watakuwa na biashara. Watu watafanya mafurego. Wataipia mafurego. Wataanza kufungua biashara. Ninaona unapandishwa. 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 Sema ninayaweza katika yeye anitiaye nguvu. Ninayaweza katika yeye anitiaye nguvu. Sema hivi nilivyo, sitakuwa hivi. Sitabaki kama nilivyo. Hata kama sina kitu, lakini lazima niweze kuwa na kitu. Lazima mimi nibarikiwa. Sema nimebarikiwa. Sema nimebarikiwa. Ramashakapaka. Ndoto yako ni nini? Maono yako ni nini? Amen. Jiulize, ndoto yako ni nini? Maono yako ni nini? Siku moja nikamwambia mfanyakazi wangu mmoja, nikamwambia hivi, kwa sababu nimejaribu kumwelekeza, nikajaribu kumfundisha, nikajaribu, natamani moyo wangu waweze kuinuka zaidi. Amen. Nikamwambia hivi, kama mtu hana maono, hana malengo, ni sawasawa na mtu aliyokufa. Chapeni Yesu makofi kama unaelewa. Kama mtu hana malengo, hana mipango, ni sawasawa na mtu aliyofanyaje? Mwanadamu wa aina yoyote ambayo yuko hai ana malengo juu ya maisha yake na ana mikakati juu ya nini? Ya maisha yake. Na mtu mwenye malengo juu ya maisha yake au mikakati juu ya maisha yake ataishi kwa kufuata ile nini? Mikakati. Lakini mtu ambao hana malengo hawezi kufuata mikakati ya Yesu. Praise Lord. Na kabidi fuata mikakati yako ambayo uko nayo. Fuata maono yako katika jina la Yesu. Fuata maono yako katika jina la Yesu. Usijidharau hivyo ambavyo ulivyo. Hata yule mtu ambaye unayemuona nacho alianza kuwa hana nini? Ila alikuwepo na mikakati juu ya maisha yake. Tafuta kwa Mungu. Amen. Haleluya. Narudia tena, tafuta kwa nani? Kwa Mungu. Amen. Tumesema maombi, usitumie maombi ili kupata nini vitu, bali tumia maombi kuzijua njia za nani? Za Mungu. Faida ya kuzijua njia za Mungu zinakuwaje? Amen. Unapata vitu kutoka kwa nani? Chapeni Yesu makofi kama unaelewa. Hiyo ndio faida ya kuzijua njia za Mungu. Amen. Unapata vitu kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kuna tofauti kupata vitu kutoka kwa watu. Sikiliza. Lakini kuna tofauti kupata vitu kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Amen. Lakini
Amen. Jiulize, hiyo kazi ambayo unaifanya unategemea kuifanya mpaka miaka mingapi? Mpaka uzeeni? Mpaka kufa kwako? Na hiyo kazi ambayo unaifanya lazima ujiulize, je, inakuletea matunda? Lazima ujiulize. Usifanye kitu ambacho unachoona hakileti matokeo kwa maisha yako. Unapoteza muda. Sema unapoteza muda. Kama unafanya kitu unaona bado uko vile vile, hakuna hatua ambazo unazopiga juu ya maisha yako, unapoteza muda. Ambacho unachoniambia, ishi kwa kukomboa wakati. Nimekwambia kuajiriwa sio vibaya, ila unaweza kuajiriwa kwa malengo, si ndio? Ninaajiriwa kwa muda fulani ili niweze kujiwekeza nipate mtaji. Nikishapata mtaji ili nianze kufanya kitu cha kwangu. Chapeni Yesu makofi ya jina la Yesu. Ninaongea na watu ambao wenye maono makubwa, siongea na watu wenye maono madogo. Amen. Kama ukiwa na maono makubwa utajua kile ambacho niko naongea. Mtu mwenye maono makubwa hawezi kitu ambacho cha chini. Mtu mwenye maono makubwa ambao Mungu amekusudia atampanua katika maisha yake, anaweza kwa upana zaidi katika jina la Yesu. Kama huwezi kwa upana, nasema Mungu akupatie akili uweze kuwaza kwa upana katika jina la Yesu. Nasema uweze kwa upana katika jina la Yesu. Uweze kwa upana katika jina la Yesu. Uweze kwa upana katika jina la Yesu. Na kama nyingine usipoiheshimu pesa yako, hauwezi kupata mafanikio katika jina la Yesu. Pesa unayoipata unaitumiaje? Unaitumia kwa nasa? Unaitumia kwa ajili ya faida? Tatizo sio kupata pesa. Tatizo ni hiyo fedha ambayo unaipata unaifanyia nini? Praise Lord. Wakati ambao unatamani kufanikiwa, wakati ambao unatamani waendelee kuwa maskini, amen, hauwezi kutoka mahali kama hujaamua kutoka. Neno la Mungu linasema aonavyo mtu na simi wake ndivyo unaona nini. Ukijitizama maisha yako unayonaje? Unajiona wewe ni nani katika maisha yako? Alafu jambo lingine ambacho Mungu ananiambia kwambie, majira hayarudi nyuma, majira yanaenda mbele. Sikiliza kwa makini. Wakati haurudi nyuma, wakati unafanyaje? Unaenda mbele. Sikiliza kwa makini. Kadiri ambazo leo tumefika siku ambayo Jumapili tarehe 14. Sikiliza kwa makini. Je, wakati wako unarudi nyuma, wakati wako unakwenda mbele? Muda wako wa kuishi unarudi nyuma au muda wako wa kuishi ndio unapungua? Umri wako wa kuishi unarudi nyuma au umri wako wa kuishi unaenda mbele? Unaelewa? Tafuta, na unapotafuta uende na wakati. Usikubali kuendelea kupoteza kitu kwa muda mrefu ambacho unachoona hakileti nini. Sema aya. Mchapie Yesu makofi. Naongea na watu wenye maono makubwa. Naambia tena, usikubali kupoteza kufanya kazi ya aina yoyote ambayo unaona umeifanya miaka 2, 3, 4, 5, lakini unaona haileti badiliko kubwa juu ya maisha yako. Unategemea hiyo kazi kweli uking'ang'ania italeta manufaa makubwa? Praise Lord. Italeta manufaa makubwa. Nakumbuka kwenye miaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10. Umri wako bado uko pale pale.
katika jina la Yesu. Umri wako bado uko pale pale. Maana umri wako ndivyo unavyokuwa, unaenda wapi? Mbele. Usipokuwa na akili, utajikuta umepoteza muda wako kwa kutokujua wewe ni nani katika dunia hii. Jitafuta wewe mwenyewe. Lazima jitafute wewe mwenyewe. Amen. Jitafuta wewe mwenyewe. Mungu umeniumba, makusudi yako ni nini? Jitafute. Tumesema usikimbilie kuomba vitu kwa Mungu. Hapana. Hakuna kitu kikubwa kumjua Mungu. Nasema mjue Bwana Mungu wako, kuzijua njia za Mungu. Amen. Ukijua njia za Mungu, manake Mungu ataanza kujifunua kwako. Sema aya. Ataanza kujifunua nini kwako? Ataanza kukuonesha wewe ni nani katika dunia hii. Ataanza kukufundisha kitu gani cha kufanya katika dunia hii. Kama ni mfanyabiashara, ataanza kukuonesha wewe utakuwa ni mfanyabiashara, ndio? Kama ni mwajiriwa, huwezi kuwa mabosi wote. Lazima kupatikane wafanyakazi watakayefanya kazi. Chapia Yesu makofi katika jina la Yesu. Lakini hata kama unapofanya kazi, kama ndivyo Mungu alivyokuita, fanya kazi kwa akili. Kwa kile unachokipata, kitumie kwa nini? Kwa akili. Chapia Yesu makofi. Haleluya. Unaelewa Mungu anachokuambia? Wangapi ambao wanatamani kuinuka? Tuangalie katika Kutoka. Naomba uweze kusomea katika kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 13. Anasema basi sasa ikiwa nimeona neema machoni pako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua wewe. Kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 13. Musa anamwambia Mungu, basi sasa ikiwa nimeona neema. Sikia. Tumishi wa Mungu anamwambia Mungu, ikiwa Mungu nimepata kibali mbele zako. Amen. Hakuna kitu muhimu sana kupata kibali mbele za Mungu. Amen. Anasema ikiwa nimeona neema machoni pako, basi unifundishe nini? Njia zako. Wangapi wanatamani kujua njia zako? Wangapi wanatamani? Amen. Anasema unionyeshe njia nini zako, na atakapomuonesha anasema nipate kukujua, nipate kukujua wewe. Anasema mjue Bwana Mungu wako, mjue sana. Tena anakandamiza, sema anakandamiza. Anasema mjue Bwana Mungu wako. Tena usimjue kwa kidogo, umjue nini sana. Kuna faida ukijua Mungu, utazijua njia zake, na ukijua njia zake ataanza kukufunulia uweze kujua wewe ni nani. Kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye anajua kesho yake. Kuna mtu ambaye anajua kesho yake, ila Mungu peke yake ndiye anajua nini kesho yake. Kuna mtu ambaye anajua hatima ya maisha yake. Hakuna mtu ambaye anajua hatima ya maisha yake. Lakini ukijua njia za Mungu na ukawa na mahusiano mazuri na Mungu, Mungu ataanza kukueleza wewe ni nani. Ataanza kukufundisha kitu gani cha kufanya. Utaanza kusikia mzigo ya kwamba anzisha mradi fulani. Sema alo. Tukakoka mjina Yesu. Anakwambia anzisha mradi fulani. Utajuaje anzisha mradi fulani? Ghafla utasikia wazo linakuingia. Amen. Wazo litaingia ndani mwako. Afu likiingia ile
ni wazo ndani mwako, halitoki ndani ya akili yako. Amen. Halafu lile wazo linakuwa linakusukuma kuwa mpaka utimize kile kitu. Hicho kitu usikiache, king'ang'anie, nenda nacho. Amen. Naambia tena, hicho kitu usikiache, king'ang'anie, endelea nacho. Amen. Haleluya. Haleluya. Ukikifuata hicho kitu na ukaanza kutekeleza kile ambacho unachosikia ndani mwako, hata ukilala, ukiamka, unasikia msukumo wa kufanya jambo hilo. Ukitembea, unasikia kufanya jambo hilo. Ukiona mtu mwingine akifanya kile kitu, unasikia na wewe hali fulani, nataka nifanye jambo hilo. Maanake fanya, endelea kufanya, na kama hujafanya, anza kutafuta njia ya kuanza kufanya. Haleluya. Mungu hatashuka mzima mzima eti uweze kumwona uso kwa uso, bali Mungu atatia wazo ndani mwako, lakini lazima uzijue kanuni za Mungu na ujue njia za Mungu. Utakapojua njia za Mungu na ukatunza mahusiano ya Mungu, Mungu atakutambulisha yale ya kupasayo uweze kufanya, kwa sababu alipokuumba kila mtu ana pakeji yake. Wewe una pakeji yako. Amen. Hata kama umezaliwa kwenye tumbo moja, pakeji hazifanani. Huyu ana pakeji hii, mwingine ana pakeji hii, mwingine ana pakeji hii. Kwa kinachopatikana, kila mmoja atafute pakeji. Naona wewe ninachokwambia, tafuta, anza kujitafuta wewe mwenyewe. Jitafuta uweze kujiona uko sehemu gani. Jitafuta uweze kujiona wewe ni nani. Hello? Yes, Lord. Unaelewa ninachokwambia siku ya leo? Naongea tu, unaelewa ninachokwambia siku ya leo? Umeshaanza kujiuliza wewe ni nani? Jiulize. Jiulize wewe ni nani. Tafuta kile kitu ambacho unachotamani kufanya, ambacho unajisikia ndani mwako kila wakati. Ninajua watu wengine wanashindwa kuanza kwa sababu siku zote kuna methali ya Kitanzania inasema mwanzo ni nini? Ni ngumu. Amen. Lakini ngoja nikwambie, waliofanikiwa ni wale waliothubutu kufanya. Shakabaka. Sijui kama unaelewa Mungu anachokwambia. Sijui unaelewa Mungu anachokwambia. Naambia tena, waliofanikiwa ni wale waliothubutu kufanyaje? Usisubiri mpaka ufanye kwa ukubwa, hapana. Hata kwanza una mwanzo mdogo, anza na mwanzo mdogo huo huo. Acha kupoteza muda. Hivyo hivyo anza. Simama uanze. Haleluya. Naona siku ndio ninachokwambia. Nasema anza na kidogo ambacho ulichokuwa nacho. Ukisubiri mpaka kiwe kikubwa, hauwezi kufanya. Waliopata matokeo ni wale waliothubutu. Mwambie jirani yako, uwe na kanuni ya kuthubutu. Sijasikia ukimwambia, sema uwe na kanuni ya kuthubutu. Sijasikia ukimwambia uwe na kanuni ya kuthubutu. Ukishajijua wewe ni nani, fanya. Fanya. Na kama hujajijua wewe ni nani, anza kujitafuta. Amen. Mwezi huu wa 6 usiishe hujajitafuta wewe ni nani. Narudia tena, naongea na watu wa Mungu. Sikiliza kwa makini. Mwezi huu usipite kama ulikuwa miaka yote kujua ni nani. Anza kujitafuta
na mimi ni jasiri, lazima ninaweza, na nitasimama na nitafanya. Maisha yangu yatabadilika, sitobaki kama nilivyo. Narudia tena, sema nitasimama, sema nitasimama. Kuanzia leo nitasimama, na maisha yangu hayatobaki kama nilivyo. Sema sitaogopa tena, sitaogopa kuanzisha chochote. Kuanzia sasa nitaanzisha kile ninachojisikia ndani mwangu nikianzishe. Sema siogopi, 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 siogopi. Ninasimama, ninaanza kutembea kwenye ndoto yangu, kwenye ndoto yangu, yale makusudio ambayo Mungu aliyokusudia juu ya maisha yangu yatakuwepo wazi, yatakuwepo wazi mbele ya macho yangu. Mchape Yesu makofi katika jina la Yesu. Neema saka yako. Haleluya. Nasema Mungu akupe macho ya kuona. 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 Macho ya kujitambua. Macho ya kujijua. Uondokane na kuialia. Wewe sio mtu wa kuialia. Wewe sio mtu wa kukata tamaa. Wewe sio kuishi maisha ya kubakisha. Ninasikia Mungu ananiambia, anasema nikwambie, wewe mwanamke, hujachelewa bado, hujachelewa bado, hujachelewa bado, hujachelewa bado, hujachelewa bado. Anasema majira yako ni ya sasa. Ramba saka yao, kwa sababu Mungu anajua hatua zako, anajua kutoka kwako, anajua kuingia kwako, anajua makusudio yako, kwa sababu amebeba package. Ninasema pokea package yako, 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 pokea package yako. Wewe haufanani na mtu yote, na usijilinganishe na mtu yote. Haufanani na mtu yote. Package yako ni ya pekee. Unapokea vitu vya pekee, unapokea vitu vya pekee, kwa sababu wewe ni wa pekee. Package yako haifanani ya baba yako wala ya mama yako wala ya kaka yako wala ya dada zako wala ya mke wako wala ya mume wako. Package yako ni special. Nasema umebeba vitu ambavyo ni special. Baraka yako ni special. Baraka yako ni special. Baraka yako ni special. Pokea kitu chako. Pokea kitu chako. Musa akasema, kama nimepata neema mbele za macho yako, nijulishe njia zako, na nikijua njia zako nitazifuata. Mungu akufunulie, akufunulie yaliyo mema, akufunulie yaliyo mema, akufunulie yaliyo mema. Haleluya, haleluya. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Waliofanikiwa
ni watu waliokuwa majasiri. Sema aya. Amen. Waliofanikiwa ni watu ambao walikuwa majasiri. Alafu nakwambia kitu jambo kimoja, nikwambie siri. Nikwambie siri, nikwambie siri. Usijilinganishe na maisha ya wazazi wako, wala na historia ya wazazi wako. Kama wamefeli, walifeli wao, lakini uambie moyo wako, sema mimi sitofeli katika jina la Yesu. Sema mimi sitofeli. Sema mimi sitofeli asi. Kataa kufeli. Kataa kufeli. Kataa kuishi kwa machungu, kwa maumivu, kwa mateso, kwa mahangaiko ambayo wazazi wako walioishi. Anza kujitengenezea maisha yako wewe mwenyewe na kizazi chako. Tengeneza maisha yako na kizazi chako. Tengeneza hatima yako na kizazi chako. Tengeneza wewe mwenyewe. Kuna mtu mwingine anasema hivi ndivyo ambavyo tulivyo. Anajipambanisha, anaangalia na historia ya maisha yako. Aisee, usiangalie maisha ya historia. Hatuishi kwa historia. Biblia inasema ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Nasema haya yalikuwa ni ya kale. Hayo yalikuwa ni ya kale. Yalikuwa ni mama ya mababu zako. Mama ya mababu zako ni mababu zako. Mama ya mabibi zako ni bibi zako. Wewe ni wewe. Wewe ni wewe. Wewe ni wewe. Jiamini na ujikubali. Haleluya. Sikiliza, jiamini. Huwezi kufanikiwa usipojikubali wewe mwenyewe. Huwezi kufanikiwa usipojiamini wewe mwenyewe. Huwezi kupiga hatua usipokuwa na malengo. Malengo yako nini? Malengo yako nini? Lazima angalia malengo yako, maono yako. Amen. Nikwambie kitu, kuna ugumu kutimiza malengo yako, lakini usikate tamaa, usivunjike moyo, usirudi nyuma, endelea kufuata mpaka utimize malengo yako. Kuna vikwazo, wengine hawezi kukuelewa. Amen. Lakini watakapoanza kuona yale matokeo, ndipo watasema aha, kumbe makusudio yake yalikuwa duniani. Wakati ambapo bado kitu kiko mafichoni, hakuna mahali za kukuelewa. Punga mkono katika Yesu, anaelewa. Unaelewa mtu anakwambia? Wakati kitu kiko mafichoni, sikiliza kwa makini, tuliza ufahamu wako. Wakati jambo bado liko mafichoni, hata ukimwelezea mtu hawezi kukuelewa. Ataona kama unaota ndoto, hawezi kukuelewa. Kuna mtu mwingine anaweza kukatisha tamaa, akakwambia hapana, na mtu mwingine akwambia bado, subiri kwanza, usifanye. Unaelewa ninachokwambia sio? Unajua ni kwa nini anakwambia vile? Unajua ni kwa nini hawezi kukuelewa? Kwa sababu hawezi kukuelewa kwa sababu kile kitu si chake. Kingekuwepo ni chake, amen, kimeachiliwa ndani yake, kinakaa ndani yake, angeelewa. Kwa sababu msukumo anausikia ndani. Wewe ndio ambao unasikia msukumo huo. Wewe ukiangalia kwa macho ambayo yasiyoonekana kwa macho ya kinyama, ukiangalia ndio unaona wewe ni nani. Ndio unaona kile kitu mbele. Ila ukimwambia mtu mwingine hawezi kukiona.
usioona kile kitu ambacho cha kufanya wewe, chukua hatua. Ukichukua hatua mbele ya safari atakuelewa. Pengine inawezekana wakati wa mwanzo asikusapoti kwa sababu haelewi, lakini akishaanza kukiona atakusapoti, atakusaidia. Mchapie Yesu makofi kama unaelewa. Narudia tena, mchapie Yesu makofi katika jina la Yesu. Haleluya. Lakini tahadhari, usije ukafanya vitu vinavyoendana na mhemuko wako. Haviwezi kuleta matokeo. Kanuni, tafuta Mungu. Tumeona katika Mwanzo, si ndio? Mwanzo ngapi? Soma kama ni Mwanzo. Mungu anachanganya nione. Amen. Aya, soma hiyo ambayo uliyoiona, hiyo Kutoka. Soma. Umesema sio Mwanzo, umesema ni Kutoka. Basi uelewa, basi soma. Soma Kutoka 13. Kutoka 33 mstari 13. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako. Anasema basi Mungu, huyu alikuwa ni Musa. Basi Mwenyezi Mungu, ikiwa umeona nimepata kibali mbele za nini? Au neema mbele za nini? Unionyeshe njia zako. Unionyeshe njia zako. Nipate kukujua. Nipate kukujua wewe Mungu. Ili nipate neema mbele zako. Ili nipate neema mbele zako. Ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Amen. Tupe Yesu makofi. Haleluya. Manake ni kwa nini? Musa alikuwa anatafuta makusudio ya nani? Sikiliza kwa makini. Sikiliza. Narudia tena kwa hiyo. Musa alikuwa anatafuta makusudio ya nani? Musa alikataa kuzitegemea akili zake, kuenenda vile anavyotaka yeye, si ndio? Bali Musa alikuwa anatafuta yale Mungu aliyokusudia ndiyo yafanyeje, yatimizwe. Ukipata na kukielewa kile Mungu alichokusudia juu ya maisha yako na ukaanza kukifuata, hakika lazima kilete matokeo. Amen. Na tena lazima kilete matokeo. Kwa sababu hatuenendi sawasawa na yale Mungu aliyofanyaje, aliyokusudia, bali tunafanya kwa kuzifuata akili zetu. Maisha ya mwanadamu pasipokuwa Mungu ni maisha ya kubatisha. Leo umebatisha, unasema nifanye jambo fulani, unafanya, unaona halijaenda sawa, unaliacha, unaanza kutafuta jambo lingine. Maanake ni maisha ya kubatisha. Lakini asubuhi ya leo katika jina la Yesu, Mungu anataka uondoke kwenye maisha ya kubatisha, bali uanze kuisha kwenye makusudio aliyokusudia juu ya maisha yako. Ninasema pokea yaliyokusudiwa na Mungu. Pokea yaliyokusudiwa na Mungu. Pokea. Kwa ukijua makusudio, hakika lazima ukianza kufanya kitu kitaleta matokeo. Amen. Haleluya. Usifanye kitu kwa sababu umeona fulani kafanya. Tunapaka katika jina la Yesu. Usisubutu kufanya jambo lolote kwa sababu umemwona fulani kafanyaje, kafanya. Bali fanya kile kitu ambacho Mungu amekuelekeza uweze kukifanya. Na ndio maana nakwambia mwezi huu wa 6, amen, ni mwezi wa kujitafuta
uweze kujijua wewe ni nani. Ukijijua wewe ni nani, utaanza kumuuliza Mungu akuoneshe kile alichokusudia zidi ya nini, ya maisha yako. Chapige Yesu makofi, kusimama mbele za Mungu. Simama mbele za Mungu kwa jina la Yesu. Kama kuelewa utakuelewa, kama hujaelewa huwezi kuelewa tena. Hata kama tukihubiri masaa 50 huwezi kuelewa. Amen. Lakini eleza neno moja ambalo la kuondoka nalo tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026. Uondoke na jambo hili. Nenda ukajitafute wewe ni nani. Amen. Narudia tena. Nenda ukajitafute wewe ni nani. Tafuta makusudio ambayo Mungu aliyofanyaje, aliyokusudia. Na ukijua yale Mungu aliyokusudia, anza kuishi na kuyatendea kazi hayo Mungu aliyokusudia juu ya nini, ya maisha yako. Alafu unapotembea, tembea ukisema hivi, ninayaweza katika yeye anitiaye nguvu. Jambo lingine, kanuni, usikubali mtu yoyote akukatishe tamaa. Sikiliza kanuni, usikubali mtu yoyote, mwanadamu wa aina yoyote, amen, ndugu yako wa aina yoyote akukatishe nini, tamaa. Ikiwa Mungu amekwambia, sio kwa mitazamo yako, ikiwa Mungu amefanyaje, amekwambia, anza kuchukua hatua. Fuata kile Mungu alichotaka uweze kukifanya. Kikianza kutokea kuleta matokeo, kila mtu atasema raha, kumbe. Amen. Lakini wakati wa sasa hauwezi kueleweka hata siku moja, na hakuna mtu ambaye anaweza kukuelewa. Ambaye kuelewa ni Mungu mwenyewe aliyokuumba. Enenda kwa imani kubwa, Mungu akusaidie. Amen. Nasema tembea kwa imani kubwa, Mungu akusaidie. Tembea kwa imani kubwa katika jina la Yesu. Narudia tena, tembea kwa imani kubwa. Mtu mwenye imani kubwa huanza hata na kidogo. Kabla malengo ya kufungua biashara, anza kuweka kipesa chako, jiwekeze. Unajua kabisa ninataka nianze na fremu yenye kiwango fulani. Sikiliza kwa makini. Anza kuweka pesa yako taratibu, kila kitu. Amen. Ikitoka hapo, anza kuweka kimsingi ambacho utakachoanza nacho. Usisubiri mpaka iwe kubwa. Anza na kidogo mwanangu, kitakuwa tu katika jina la Yesu. Nasema anza na mbegu ndogo tu, itakuwa katika jina la Yesu. Anza na mbegu ndogo tu, itakuwa katika jina la Yesu. Kama wewe huna maono ya kuwa na miradi, basi tafuta kitu cha kufanya. Kama ni kuajiriwa, nenda ukaajiriwa katika jina la Yesu. Ila unapopata ule mshahara, utumie kwa akili, ukilete matokeo mazuri katika jina la Yesu. Amen. Wangapi wanapenda umaskini? Wangapi wanapenda umaskini? Amen. Wangapi wanapenda kuishi maisha ya kubahatisha? Wangapi ambao hawapendi maisha ya kubahatisha? Amen. Mungu ameweka kila kitu mkononi mwako. Sikiliza kwa makini. Akili Mungu aliyokupa ni mtaji. Nisikilize. Akili ambayo Mungu amekupa ni nini? Mtaji. Itumie akili hiyo kuleta matunda juu ya maisha yako. Amen. Wangapi ambao neno anachoambia, narudia tena. Akili ambayo Mungu amekupa ni nini? Mtaji. Unaweza kuwa na fedha, lakini zile fedha zikapotea. Lakini ukawa na akili njema, ikaleta matokeo. Kwa akili Mungu amekupa ni mtaji. Itumie hiyo akili ilete matokeo juu ya maisha yako. Alafu uwe mtu wa kuthubutu. Sema uthubutu. Mwangalie jirani yako, mwambie ishi maisha ya kuthubutu. Mwambie
Mwambie usiishi maisha ya kuogopa. Mwambie usiishi maisha ya kuogopa. Usiishi maisha ya kuogopa. Nikuulize kitu. Hivi unafikiri wote maduka yale yote ambayo unaona, kwa mfano tuseme hapa Chanika tu, si ndio? Amen. Wote unaona maduka yale yote ambayo yako Chanika, unafikiri yote